ilikuwa zamani. Kuna mabadiliko makubwa ambayo Mungu analeta kwa maisha yako. Utayaona na utayaishi na utashuhudia. Maisha yako yatakuwa ushuhuda. Labda utayaona kwa macho, lakini leo kwamba punde kitambo utayaona. Punde kitambo utayaishi kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mungu tunayemtangaza mahali hapa ni mwaminifu. Yesu ambaye alisulubiwa zamani za Poncio Pilato, akafa msalabani, akazikwa, akafufuka siku ya tatu. Huyu ataendelea kutenda mambo makubwa ndani ya maisha yako. Acha imani yako isimame imara. Acha imani yako isiumbe, kwa sababu umepokea neema. Amen. Umepokea neema tofauti. Imani yako isiumbe. Kabla niingie kwa ujumbe wa leo, nataka nitoe shukrani kwa Baba Askofu. Baba, asante sana, nashukuru kwa kutupokea mahali hapa. Tunaelekea chini ya miguu yenu. Mama, nashukuru sana kwa kutupokea mahali hapa. Tunaelekea chini ya miguu yenu. Mungu ambaye aliwapa maono haya, afanye kwamba kila mtu ambaye atakana kanyaga miguu yake mahali hapa, moyo wake jae furaha. Kila mtu ambaye atakuwa mahali hapa akiwa na mizigo, atoke hapa amefunguliwa. Kila mgonjwa atakayekuja kuingia mahali hapa, atoke mahali hapa amepona. Kila mtu ambaye atakuwa na shida, aingie mahali hapa, atoke na suluhisho. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus. Utukufu wa Mungu umejaa mahali hapa. Kiwango kwamba nashindwa kabisa kujikunteni kwa sababu Mungu ni wa ajabu kabisa. Baba, asante sana. Mungu azidi kuwatendea mema. Mungu azidi kuinua huduma hii. Na baba mwingine Bishop Simon, nashukuru sana. Mungu aliona vema anilete mahali hapa ili kwamba amitie kwenye contact na wewe. Nashukuru sana pamoja na mama. Na huduma ambao mnaifanya, kazi mnayoifanya, bali kazi kubwa sana. Mungu azidi kuinua. Naendelee katika mipaka mbalimbali na dunia yote mzima. Mungu ni mwema sana. Hallelujah. Oh, Jesus. Baba mkale, wewe ni Baba. Nimejisi moyo wangu kukupenda kama vile Baba. Sijui niseme nini, sijui nishukuru namna gani, kwa maana Mungu ameona vema ninyenyekee chini ya miguu yako kama vile Baba. Acha nguvu zile ambazo Mungu ametia ndani mwako, uweza ule ambao Mungu ametia ndani mwako, endelee kuwa msaada kwa kanisa hili. Hallelujah, Jesus. Nguvu ile ambayo ilitembea na Petro, ambaye alikuwa akitembea kivuli chake kinapona wagonjwa, acha kwamba nguvu ile itembee na wewe siku zote za maisha yako. Mungu awabariki watumishi wote ambao wako mahali hapa. Na ninyi wote ambao mmeshiriki kongamano hili, acha Mungu awabariki na kuwatendea mema. Waimbaji, ninyi wote kwa huduma tumeifanya hapa, Mungu awabariki. Amen. Acha basi tuingie katika ujumbe wa siku leo. Amen. Bwana sifiwe sana. Tutasimama tusome neno la Mungu. Tuwe wima tusome neno la Mungu, tugonge muda.
Tuwe wema, tugombee muda, tutasoma neno la Mungu katika Injili ya Luka. Luka 24. Nasema vizuri Kiswahili? Luka 24. Asante. Naona kama naanza kuelewa Kiswahili pole pole. Luka 24 tunasoma mistari yake ifuatayo. Tutasoma 36, 37, alafu tunaruka tunasoma 49. Yes. Yale wanasema nini 49? 49. 49. Yeah. Sawa. Tunasoma Luka 24, 36, 37 na 49. Tunaweza soma sasa. Biblia ya Kiswahili nasema hivi. Ndio. Na walipokuwa katika kusema habari hivyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashituka, wakaogopa sana, wakidhani ya kuwa wanaona roho. Amena. Amen. 49. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata muvikwe uwezo utokao juu. Amen. Amen. Tushangilie neno la Bwana. Tumshangilie basi Yesu Kristo Bwana wa Bwana. Amen. Tukae. Bwana asifiwe sana. Nitaomba kwa mkutano, nitasema Yesu tunasema yu hai. Amen. Amen. Alafu tutaenda kwa ritme. Mnasema nini kwa Kiswahili? Ritme. Mwelekeo. Kama mwongozo. Basi tutaenda hivi. Nataka kama unayo kitambaa chako chukua. Tutakiinua kwa kumwinua Yesu kwa sababu yuko hai. Leo ni siku ya furaha. Kama kuna mtu hana furaha, asogee hapa mbele. Nimgabulie furaha ambayo niko nayo. Si ndio? Kama kule nyuma kuna mtu hana furaha, asogee hapa nimpe furaha. Kwa maana tunataka kila mtu mahali hapa afurahi. Nakumbuka kwamba jina la kanisa ni furaha, si ndio? Ndio baba? Yes. Yaani Yesu analeta furaha. Amefufuka ili kwamba tupatie furaha. Amen. Amen. Sasa mpiga battery asogee kidogo hapa. Nataka atupatie mtindo ambao tutasema hii jambo Yesu yu hai. Amen. Nitasema hivi, Yesu we yu hai. Nini mnaitika yu hai? Si ndio? Yes. Mimi nasema Yesu we yu hai. 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 Samahani kidogo. Kuna kule nyuma kuna wamoja ambao kama huna hii kitambaa, nyosha hata mkono. Unapepea hata mkono hivi kwa sababu Yesu yuko hai. Si ndio? Nataka kila mmoja apepee kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa sababu Yesu ameshinda kifo na mauti. Yuko hai. Na ndio kwa maana lazima tufurahi. Amen. Yesu wangu alifufuka, kanisa hili lilikuwepo. Yesu wangu alifufuka kama leo tupo hapa. Yesu wangu alifufuka kama wewe na mimi hatungalikutanana. Lakini Yesu
ametutoa sehemu mbalimbali, anatuweka mahali pamoja, anatufanya kuwa jamaa la watoto wa Mungu. Sema niko mtoto wa Mungu. Amen. Twende basi na bati. Yesu wewe! Yesu wewe! Yesu wewe! Yesu wewe! Yesu wewe! ya kusherekea kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Amen. Hakuna sikukuu kubwa ambayo tunayo kama vile ya kukumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Ndio kwa maana ni lazima tuwe na furaha kubwa sana kwa sababu Yesu ameshinda mauti. Amen. Amen. Nilikuwa nikizungumza kuhusu habari ya siri ambayo iko ndani ya jina lililoshinda mauti. Kwa Kifaransa nilisema kwamba mystère du nom qui a vaincu la mort. Amen. Amen. Siri. Amen. Kwa sababu lile jina sio jina la kawaida. Ni jina tofauti. Ni jina lenye mamlaka, ni jina lenye nguvu, ni jina lenye uwezo. Alafu ndani hili jina muna siri kubwa sana. Alafu nilisema nitaeleza siri tatu. Nimekwisha kueleza siri mbili. Siri ya kwanza tulisema juu ya upatanisho, siri ya pili tulisema juu ya mamlaka, na siri ya tatu tutazungumza juu ya uwezo, la puissance. Amen. Amen. Uwezo ambao uko ndani ya hii jina, la puissance. Sio jina la mizaa, sio jina la michezo. Unajua dunia leo inaitishwa na wale ambao wanajiita grande puissance. Ndio wanatisha dunia leo. Sababu gani? Sababu wana uwezo fulani wa silaha, wa uchumi, wa pesa, alafu wanajigamba kwamba wanatawala dunia. Lakini tuelewe kwamba sisi wa Kristo, sisi kanisa, tuna uwezo mkubwa sana kulikoni ile uwezo wote ambao watu wa ulimwengu wanajigamba kuwa nao. Sababu gani? Sababu Yesu aliyefufuka iko mwenye uwezo. Kifaransa changu kinasema ni tout puissant. Kiingereza kinasema almighty, nafikiri ni vile. Almighty. Sema kwa sauti kubwa almighty. Ah, wonderful. Naanza mimi kujifunza Kiingereza kidogo, si ndio? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uwezo ni kitu gani? Ama puissance ni kitu gani? Puissance ni ile nguvu ama ni ile uwezo wa kutawala, wa kutiisha, wa ku impact, wa kuleta influence kwa watu. Amen. Amen. Wanafunzi wa Yesu wakati wanawaambia kwamba Yesu amefufuka, hawakuamini. Walibaki na mashaka, walibaki na masito. Waliona kweli haiwezekani. Amen. Amen. Paka vile Yesu akawatokea, na wakati Yesu amewatokea wakashikwa na woga sana. Wakafikiri kwamba ni pepo ndio nawatokea, ni roho chafu ndio nawatokea. Yesu akamwambia, hapana, ni mimi. Mniguse, mniangalie, mguse mikono yangu, muangalie mikono, vidonda ya misumari. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninataka kwamba wewe ambao unanipata muda na wakati kama huu, uamini kwamba Yesu alishinda kifo na mauti, yuko hai. Amen. Iko mzima. Kiswahili cha kwetu tunasema iko mzima. Na Kiswahili cha huko wanasema yuko hai, si ndio? Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu sasa Yesu akawaambia ya kwamba atawabaki kwenye mji
wabaki kwenye mji. Juzi baba alitufundisha kuhusu mahali, place. Amen. Yesu akawaambia msitoke Yerusalemu, mubakie mahali. Unajua ni lazima kujua kubakia katika udongo ambayo itakuingia kwenye connection. Ni lazima kubaki na mtu ambaye atakupeleka kwenye connection. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu wakati alikuwa akifika wanawake nguvu, hata ndani ya Agano la Kale hakuwa mahali popote. Musa alikuwa akienda kulima gani? Msomaji wa Biblia. Juzi nilikwambia uchukue na Biblia. Ndio maana mimi nakuswali kama umekushana na kuwa na Biblia. Musa alikuwa anazungumza na Mungu kumlima gani? Sinai. Asante, Mungu akubariki. Yesu akawaambia msitoke Yerusalemu. Sababu gani? Sababu hapo ndio mahali ambapo ilibidi awavike nguvu. Hawakupaswa kwenda mahali pengine. Na ndio kwa maana walibakia Yerusalemu na wakabaki kwenye maombi, wakabaki wakisubiri ahadi ya Mungu ipate kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia hapo ndio mtavikwa nguvu. Nakwambia na wewe mtoto wa Jordan ya kwamba upati mahali hapa ili kwamba uvikwe nguvu. Amen. Usiwe mtu wa kuyumbayumba ya wasiwasi, baki hapa kwa sababu Mungu mzima yupo hapa. Uwepo wa Mungu uko hapa. Roho Mtakatifu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Ili kwamba kuvike nguvu. Hawezi kushinda ulimwengu bila nguvu. Hawezi kushinda majaribu bila nguvu. Lazima uvikwe nguvu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata Yesu mwenyewe kwa naye pia nguvu. Amen. Alikuwa nguvu. Hakuanza kazi hivi tu. Alisubiri naye pia avikwe nguvu. Na wakati alivikwa nguvu ndio hapo alianza kazi. Taka sana Mungu akuvike nguvu ili kwamba ujue kumtumikia vizuri. Kama leo unashinda kutumika ama unatumika vibaya kwa sababu una upungufu wa nguvu. Taka sana ndani ya maisha yako Mungu akuvike nguvu, akuvike uweza, kwa sababu jina la Yesu Kristo ni jina lenye nguvu. Ndani ya lile jina muna uwezo, ndani ya jina muna puissance. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika hii uwezo kuna mambo tatu ambayo tutazungumza siku ya leo ambayo tumeyapata ndani ya ile puissance. Kama ndani ya ile uwezo. Neno la kwanza tunalipata humo ni identification, être identifié. Identity? Identity? Identity. Sawa. Identity. Yani ndani ya ile jina utapata identity yako. Watakutambua kama wewe ni wa Yesu. Kama wewe ni wa Mungu. Unajua, nikamata mfano wa maskari. Ndio, unajua maskari. Wakati maskari wakiingia hapa, tuseme maskari 4 ama 5, tutawa-identify namna gani? Tutawatambua namna gani? Tutajua kama huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo namna gani? Ni kufuatana na yale ambao wanavaa, si ndio? Wale wanavaa tutasema huyu ni general, huyu ni corporal kama nani, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndani ya maisha ya Ukristo hivyo tunatambulikana kufuatana na vazi ambalo tunalivaa. Si suti mimi navaa, si ile kanzu mama anavaa, hapana. Ni katika uweza wa Mungu ambaye anatia ndani mwako. Inafanya kwamba utambulikane, wakujue na wajue hata level yako katika maisha ya kiroho. Kwa sababu katika maisha ya kiroho kuna level mbalimbali. Na kitu kinafanya kwamba level yako iinuke ni ile uweza ambao uko ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Biblia inatufundisha kwamba Mungu ni moto, si ndio? Mungu ni moto. Sasa Mungu yeye ni moto. Wakati sisi tunampokea Yesu ndani ya maisha yetu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, anatufanya sisi kuwa miali ya moto. Amen. Au unaelewa? Nasema hivi, Mungu ni moto ulao. Nikisema Mungu na muona Yesu. Kwa sababu Yesu na Mungu hatuwezi watenganisha. Ni umoja. Ni kusema kwamba Yesu ni moto ulao. Sasa Yesu wakati anaingia ndani mwako, anakufanya wewe kuwa mwali ya moto. Sema kwa sauti, niko mwali ya moto. Ndio, sema kwa sauti kubwa, niko mwali ya moto. Ndio, uko mwali ya moto. Katika ulimwengu wa kiroho, wakati mapepo, wakati wachawi wanakuangalia, hawakonake hivi. Wanaona mwali ya moto na ndio wanaogopa kukusogelea. Hata nyumba yako wanaogopa kuisogelea. Sababu gani? Wakati wanakuja wanakuta moto ndio kunawaka hapo. Kitu gani kinafanya moto wake? Ni ile uweza ambayo iko ndani ya jina la Yesu Kristo lilipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe si mtu kawaida tena. Usijione wa kawaida. Ambia jirani yako kwamba wewe si mtu kawaida. Ndio, wewe si mtu kawaida. Kwa sababu Kristo uliyempokea sio wa kawaida. Wakati Kristo anaingia ndani mwako, anabadilisha maisha yako yote. Anakufanya kuwa mali ya moto. Utembeapo mapepo yanakuona yanatoroka, yanakimbia mbali. Wachawi wanakuona wanakimbia. Ndio kwa maana sisi hatuwezi ogopa wachawi. Hatuwezi ogopa waganga wa kienyeji. Kwa sababu tunaye Yesu ambaye ni muweza yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo tunalipokea ndani ya jina la Yesu Kristo ni kwamba oga unaondoka. Bwana asifiwe sana. Oga unaondoka. Oga unaondoka. Sababu gani? Sababu Yesu wakati anaingia ndani mwako anakutia ile nguvu, ile uweza wa Roho Mtakatifu. Paulo anaandikia Timotheo, anamwambia roho tuliyempokea si roho wa oga bali ni roho wa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye amempokea Kristo hana oga. Unajua Petro, wakati Yesu bado hajafufuka, Petro alikuwa na oga sana. Hata siku alipeleka Yesu mahakamani, Petro aliogopa mpaka akamkana Yesu mara 3. Kitu gani kilifanya mkane? Oga. Amen. Lakini wakati Yesu alifufuka, wakati Yesu alimfika nguvu, Petro akasimama mbele ya umati wa watu. Hakuogopa tena Wayahudi, hakuogopa umati wa watu, na akaanza mtangaza Kristo. Kuanzia kwa habari ya Musa ama nabii mpaka vile alifika kwa habari ya kufa na kufufuka kwa Kristo. Na akawaambia, nyinyi ndio mmemuua Kristo, lakini Mungu amemfufua, yuko hai. Mpaka Wayahudi wakasikia mioyo yao ikumia kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasemezana, sasa tufanye nini ndugu zangu? Amemtubu, muamini. Na hiyo siku watu 3,000 wakaamini. Amen. Na puissance uweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati unamtangaza Kristo, wewe usijione jinsi ulivyo. Yale neno la Kristo yatoka kinywani mwako. Yale neno litatamka kwenye ulimi wako linatoka na nguvu na uwezo wa Kristo, alafu mwenye analisikia linaenda kufanya kazi. Linaenda kumuokoa, linaenda kumbadilisha. Ndio kwa maana siogopa kumtangaza Kristo. Ile siku Petro hakuogopa tena kumtangaza Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na siku moja wanamwambia, "Ewa, tushakawakataza kutangaza hili jina. Kwa nini mko mnatangaza hili jina?" Wakamwambia, "Sasa tuwatii nini ama tumtii Mungu?" Sisi tunapaswa kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakogopa tena kama watawatia kwenye gereza. Hawakuogopa. Sababu gani? Walijua jina ambalo waliamini. Sio ngisi tu kwa hapa. Kama kuna mtu ambaye rais amemtuma mahali hapa, ataogopa kuja? Atakuja na ujasiri wote. Sababu gani? Anajua kama rais ndio amenituma.
na hawezi kuogopa chochote kile, na hakuna yule atamzuia. Sababu gani? Sababu ametumwa na Yesu. Sasa sisi tumetumwa na zaidi ya rais, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, ndio ametutuma sisi. Bwana sifiwe sana. Kwa maana sikuwe naomba kumtangaza Kristo, mahali pote mtangaze, hata barabarani mtangaze, mahali pote unapokwenda mtangaze Kristo. Sababu gani? Sababu amekupa uwezo. Hapana ogopa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, kama tunataka tukomboe muda tumalize mapema. Jambo la tatu ni impact. Impact. Ndio. Nielewa? Iko sawa? Asante. Watusomee Luka 4:14. Luka 4:14. Msomaji twende haraka. Luka 4:14. Nataka nizungumze habari za Yesu Kristo ambaye naye pia alipigwa nguvu. Luka 4:14. Anasema nini? Biblia inasema hivi: Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Amen. Amen. Unajua Kifaransa yangu nasema Yesu, Jésus revêtu, yani amevikwa. Amen. Kiswahili yangu ndugu tuko kisaifu sana, lakini apatie neno ambalo nilikuwa naitafuta. Kifaransa yangu nasema revêtu. Revêtu yani kuvaa, kuvalishwa, wamemvika. Wakati Yesu alivikwa nguvu, wakati alivikwa nguvu, sio Kiingereza ya baba anasema nini? Ama nani anasema sababu ile Kiswahili nasema? Wakati Yesu amevikwa nguvu, asema sifa yake ikaenea mahali pote, hata katika nchi kando kando. Bwana Yesu asifiwe sana. Enome, yani sifa ya kusikilika vizuri. Haikuishia hapo mahali alikuwa Galilaya, lakini akaenda mahali pote, hata katika nchi ya kando kando. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuvikwa nguvu inakupatia wewe uwezo wa kujulikana. Amen. Uwezo wa kwenda nje ya mipaka. Kwa maana Yesu aliwaambia wanafunzi wakati anataka kwenda mbinguni, anawaambia mtapokea nguvu, mtapokea uwezo, na nini mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Yudea, Samaria mpaka dunia yote mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kazi ambayo Mungu ametupatia ni kwamba tumtangaze Kristo na twende nje ya mipaka yetu. Tusibakie hapo hapo kwenye tupo. Bwana asifiwe sana. Yaani kitu ambacho kitatusaidia kwenda nje ya mipaka ni ile uwezo. Tuvikwe ile uwezo. Ndio itatufanya kwamba tu impact watu. Bwana asifiwe sana. Unajua Antiokia, wanafunzi wa Yesu wakati walifika hapo wakamtangaza Kristo, watu wakawatizama wakasema hawa sio watu wa kawaida, hawa ni wa Kristo. Sababu gani? Sababu walimvaa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Walimvaa Kristo, alafu Kristo ambao walimvaa wakaanza kutangaza uwezo ambao uko ndani ya jina la Yesu Kristo. Kwa maana Paulo anasema wa Mungu si kwa maneno lakini ni kwa uweza. Kwa sababu gani? Kristo ni puissance. Haleluya. Kristo ni uweza. Wakati tunamtangaza Kristo, jua kwamba tunatangaza uweza wake. Kwa maana Yesu mwenyewe alisema wakati asema mkitaka kuomba lolote lile mliombe kwa jina langu. Sababu gani? Sababu ni jina ambalo liko na uwezo. Wakati wanataja jina la Yesu Kristo, shetani anatetemeka. Wakati unataja jina la Yesu Kristo, mapepo yanatoroka, yanakimbia. Kwa maana hata
shida ngumu, hata kama ni magonjwa magumu, jitahidi kuita jina la Yesu Kristo. Sababu gani? Hili jina lina uwezo, lina mamlaka. Wakati unalitaja magonjwa inatoroka. Asema Yesu akawaita wanafunzi wake, akawapa uwezo wa kupona magonjwa, wa kufukuza mapepo, hata kufufua wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwezo ambao Mungu anatuvika ni uwezo wa kumtangaza Kristo, ili kwamba tumtangaze kuanzia manyumbani mwetu, yende kwa majirani, yende kwa nchi na yende kwa nje ya nchi, mahali pote. Ndio kwa maana ombi langu ni kwamba Mungu ambaye amefanya kwamba kongamano hili liwe hapa, ni kwamba apanue Joyland. Amen. Isibaki Nairobi tu. Yes. Yende katika mikoa yote ya Kenya. Yende katika jimbo zote za Kenya na ifuke mipaka ya Kenya. Amsikie? Hamkuyakubali? Hamkuyakubali? Au wananipinga, wanakataa? Hampendi kwenda nje ya mipaka ya Kenya? Hapo naona kanisa ndio wananipinga, hawataki. Hamtaki Joyland nende nje ya mipaka ya Kenya? Kule nyuma ndio wanakataa. Baba, kule nyuma wanakataa. Kule nyuma unakubali kama Joyland lazima ende nje ya mipaka ya Kenya. Sasa kama tunakubali Joyland ende nje ya mipaka ya Kenya, tumshangilie Yesu kwa makofi. Jina la Yesu Kristo linaleta impact. Na hii impact ni kwamba twende tujulikane mahali pote. Unajua mtu mwenye iko na influence ni mtu mahali anafika sheti akubaliwe. Sababu gani? Ile kitu iko ndani mwake itafanya kwamba wakati anasema neno na watu wanalikubali. Sasa hiyo ndio ombi langu kwa kila mtoto wa Joyland. Wakati tunamaliza kongamano hili, Mungu amvike ile uwezo wa Kristo wa kukuwa na influence, wa kukuwa impact mahali pote ambapo utatembea, hata kwenye shule, mahali ambapo unasomaka, mahali ambapo unafanya kazi, mahali ambapo unafanya biashara. Mungu akuwezeshe ile uwezo wa Kristo upate kuitangaza na influence hata marafiki na majirani wako. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ile ni siri kubwa ambayo dunia haielewe. Wanafikiri Kristo ni jina tu. Kristo si jina tu, lakini Kristo ni uwezo. Ni uwezo. Ndio kwa maana wakati wewe unamtumikia Kristo, jua kama hapo mtu kawaida, unayo uwezo. Kristo anatembea na wewe, Kristo anatumika na wewe. Na wakati Kristo anatumika na wewe, ni kwamba wewe uwe mtu wa impact. Wanafunzi wa Yesu waka-impact dunia nzima. Amen. Sio kwa 12 tu. Ndio. Na Roho Mtakatifu akashuka juu ya watu 120. Yes. Ndio. Lakini sasa kupitia wale watu injili ikaenea ulimwenguni. Na sasa tunatangaza mahali ya kwamba kanisa ile ya Joyland limekuwa na Kristo mzima. Sasa uweza wa Mungu ambao uko hapa, uweza wa Yesu Kristo mguze kila moja, ili kwamba apate kuimpact mahali pote anapoishi, apate kuimpact mahali pote anapotembea, mahali pote atakapokwenda kumtangaza Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi namaliza hapo. Nilipenda tu niseme yale maneno matatu kwa sababu muda wangu umekwisha. Alafu tutomba hata kwa dakika 5. Toma kwa dakika 5. Tutafanya maombi. Mungu akuviki. Umuvae Kristo. Ukwe identify kwa Kristo. Ulimwengu wa giza, wakati unapokuona uone Kristo ndani wako. Wachawi wanapokutafuta, wale watu wa mazingaombo, wakati unakutana nao njiani wakimbie, kwa sababu wanaona Kristo ndani mwako. Na pia tutaomba kwa ajili ya kanisa hili. Mungu afanye kwamba uwezo wa Kristo utawale kila mwanamemba wa kanisa hii,
ili kwamba kanisa hii iende ivuke mipaka. Ivuke mipaka. Ninaamini hicho kitu, nakiamini kabisa. Ivuke mipaka katika makontinenti yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tuko Afrika, twende nje ya Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Nataka waamini jambo hili. Wewe sione tu hii mipaka hapa. Nataka waamini jambo hili kwamba Kristo atawezesha kwenda nje ya Kenya, kwenda nje ya Afrika na ulimwengu wote mzima. Twenda mtesikizana. Amen. Simame tuombe Mungu. Yatetemeka kwa matendo yako.